nena na kila mmoja kadri na mapenzi yako, na tutakubariki na tutakuinua, na ni kwa jina la Yesu Kristo Baba tunaomba hata kuamini. Amen. Chapia sana mazuri ya makofi. Umefika? Haya, maandiko inasema Wakorintho wa 2:8 mstari wake ni ule wa 9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Kristo Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa masikini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa Kizungu inasema, for you are recognizing more clearly the grace of our Lord Jesus Christ, his astonishing kindness, his generosity, his gracious favor, that though he was rich, for your sake he became poor, so that by his poverty you might become rich, abundantly blessed. Hallelujah. Praise the Lord. Na kama unaandika ujumbe ama somo, unaandika kingdom wealth. Kingdom wealth, utajiri wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni scripture wengi tunaquote, lakini wachache iko uwai. Bwana Yesu asifiwe. Maana nimejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa masikini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa tajiri, lakini sababu ya nani? Akakubalia kuwa masikini, ili wewe kupitia hiyo masikini yake ufanyike tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inakwambia aje? Upande wake Mwenyezi Mungu already ashaachilia chochote unahitaji kuwa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa Mungu amekwisha kuachilia chochote unahitaji, Bwana Yesu asifiwe, kuwa wengi. Haleluya. Maandiko inasema vizuri, maana nimejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, neema, jinsi alivyokuwa masikini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri. Yaani wewe ndio ulifanya Yesu akuwe masikini, ili kukupitia, Bwana Yesu asifiwe, ama ili kupitia umasikini wake wewe utajirike. Kama umekuwa ukinifuatilia kile nimekuwa nikihubiri, ama kama unajuanga kufuata mahubiri, Bwana Yesu asifiwe, ama kama umekuwa ukinisikiza, Bwana Yesu asifiwe, Mungu amekuwa akituelekeza na ametuambia kuna pale ametutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ibada ya Jumapili kuna watu ambao already wamevukishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu already wameenda another level. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu already wamefikia baraka zao mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wamekuwa kwa changamoto, wamekuwa kwa hali ngumu, wamekuwa wakijitolea kwa Mungu. Lakini sasa Mungu amefika wakati yeye mwenyewe akawapigania. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na akaanzisha kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama unakumbuka ibada ya Jumapili nikawaambia, maandiko ikatuambia kilio inaweza kuwa ya usiku, lakini furaha inakuja asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mpendo, nataka uelewe ya kwamba nitumie mfano wa wana wa Israeli walipotoka Misri na wakaingia nchi ya ahadi, wakavukishwa bahari ya Shamu, hawakuiona maadui tena. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kuna baraka, kuna viwango. Bwana Yesu asifiwe. Kuna utukufu hauwezi kuexperience wa Mwenyezi Mungu kama bado wewe ni mfungwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka za Mungu huwezi ukaexperience as long as, Bwana Yesu asifiwe, wewe ni mfungwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona after kuwaokoa ndiye aliwaingisha kwa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa na uwezo wa kubadilisha things na turn
things around wakiwa huko Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na wamiliki wa Misri. Kumbuka from the beginning wana wa Israeli ndio walikuwa wengi Misri. Lakini ikafika mahali kukainuka mfalme hapo anajua Josefu. Bwana Yesu asifiwe. Na akaanza kuwakandamiza, ama akasema hawa watu vile wanaongezeka, Bwana Yesu asifiwe, watakuja kutubadilishia mamlaka, au watakuja kutuweka chini. Ndio huyo mfalme akasema, na wacha sasa kuanzia leo wafanyike kuwa watumwa wetu. Nataka ujiulize nini hii inasababisha mko wengi? Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi ndio mko wengi. Haleluya. Nyinyi ndio mko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi ndio amepeana ahadi kwenu. Haleluya. Lakini maadui wenu wale ni wachache, wanawashinda. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo iliwafanyikia. Mambo ikabadilikana. Wale walikuwa na urithi ikaenda vice versa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu angetaka angewakombolea hapo tu kwa mikono ya Misri. Lakini wacha nikwambie, kuna viwango zingine utaifika as long as, Bwana Yesu asifiwe, haujafunguliwa, ama as long as kuna kifungo inakutesa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana utashiri wa Mwenyezi Mungu si kama utashiri wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha kwanza tunapaswa kuelewa, kila utashiri wa Mwenyezi Mungu ama kila utashiri wowote unatoka kwa Mungu, unakufikia kupitia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kila utashiri yote inatoka kwa Mungu, inakufikia kupitia mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tuingie katika James chapter 1 verse 7. Leo tunasoma maandiko. Yakobo 1:17. Inasema kila kutoa kuliko kwema ni kile kitolewacho kilicho kamili, kutoka juu, ushuka kwa Baba, na mianga kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Every good gift and every perfect gift is from above. Bwana Yesu asifiwe. It's from above. Wewe unaweza weka akili zako na mawazo yako kwa watu, lakini baraka zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujasema sijui huyu amefanya baraka zangu, sijui kabla huyu, elewa baraka zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kitu ya pili nataka uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Kila baraka inapitia kwa mwanadamu. Kila baraka inapitia kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuja atumie huyu akuje afanyike baraka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Utapata Mungu atakuja akuconnect na mtu fulani, yule mtu afanyike baraka kwako na utaimwona tena. Bwana Yesu asifiwe. Utapata mtu amekuja akakubariki from nowhere, amefanyika baraka kwako huku unamtarajia, lakini wewe ulitoka kuomba Mungu, ukaambia Mungu fanya jambo, Mungu akatumia binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ukielewa hivi utajua kukaania na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Leo sijakuja kukuhubiria, leo nimekuja nikufundishe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua hiyo utaelewa kukaania na kila mtu, kwa sababu haujui ni nani amebeba baraka yako. Uende huyo unaona anakaa hivi, uende huyo unaona apendezi, ndiye amebeba kile unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako kaania na marafiki vizuri. Kaania na hata huyo unaona apendeki vizuri. Haleluya. Uende huyo ndiye atatumiwa na Mwenyezi Mungu akuinue. Uende huyo ndiye atatumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hata kufanya kitu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hata wewe sasa kwenda tuseme ununue shamba. Praise the Lord. Ni mtu atakuja akuunganishe na mwenye hiyo shamba. Ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe.
tuseme unahitaji anything kuaccess, utatafuta in one way or the other mwenye atakusaidia kuaccess ile kitu. Ni kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikuambie ukweli wa Mungu. Hata ukikuja upige magoti hapa, uambie Mungu nataka kazi, nataka kazi, nataka kazi. Mungu nataka kazi yangu. Hata ulale hapo ukimuitisha. Na ufunge na ukae hapa tu, haitakuja. Hakuna wakati. Bwana Yesu asifiwe, itakupata hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukiwa huko utapatana na mtu atumiwe tu kwa njia moja. Bwana Yesu asifiwe. Ikuwe tu alikuwa akupea wazo, akwambie fungua hii kazi na ndivyo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hiyo ndio tutajifundisha kukania na watu. Saa ingine uko hapa, umetoka maombi. Umetoka tu kwa hiyo mlango. Unaenda unakutana na mtu anakuongelesha. Bwana Yesu asifiwe. Juu wewe ulikuwa na roho ya mazoea, unakosa kuelewa. Uende huyo ndiye ako na sauti yako. Juu ulikuwa unangojea mtu ako na heshima, juu unataka kazi ya ofisi. Sasa unataka upigwe simu uambiwe hello sir, hello madam, you are there. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio unataka. Lakini Mungu maybe Mungu amepanga ukutane na mtu anakai kwa kuambia na nilisikia anko yangu anatafuta mtu wa kazi. Na hivyo ndivyo kazi itakuja. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Baraka zozote unahitaji zitapitia watu. Ni wewe ujiulize, nani wamewekwa kwa maisha yangu kufanyika baraka? Nani wamewekwa kwa maisha yangu? Acha nikwambie, hata kubarikiwa financially, kuna wale watu wamewekwa kushike mkono. Kuna wale watu wamewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kuwa unang'ang'ana financially na ujuangi kupanga mahesabu zako. Na hiyo ndio inaweza kuwa shida yako. Na una struggle juu hiyo. Ukipata kitu iweze kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu analeta tu rafiki yako tu. Mkiongea hivi unasikia anakuambia, na ninajuanga kupanga mahesabu zangu vizuri. Mungu alikuwa anataka ushike uelewe huyu nimekutumia ndiye malaika wako. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako kaania na watu vizuri. Praise the Lord. Luka 6:38. Luka 6 mstari wa 38 inasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kusidiliwa na kusukumwa sukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Praise the Lord. Wacha nikwambie, hii maisha ni two traffic way. Bwana Yesu asifiwe. Hii maisha usingojee eti mambo iende vile unafikiria. Lazima kuna mipangilio. Lazima kuna protocol. Hata kama unalibasaika, sikatai wewe sawa, unaona maono sawa. Hata unajua nini itahubiriwa sawa. Lakini kila kitu iko na mpango. Kila kitu iko na mpangilio wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio siku ya leo nataka tuangalie utajiri wa kingdom ya Mwenyezi Mungu. Praise the Lord. Kwa sababu watu wengi tunatarajia Mungu atubariki, lakini hatuelewi kukania na wale tumepewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uko hapo mimi kwa kazi ya mtu, unatamani kufungua yako. Na uelewi mimi Mungu anaweza kuzuia mtu afanyike kuwa baraka yako ya kukushika. Si kuna watu wametoka kwa kazi za watu na wakafaulu maisha yao. Si kunao walielewa. That was an angel. Lakini wengine tunangojea malaika atokee hapa, mwangaza ya white itokee hapa tukose kuona juu ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sasa usikie sauti imeongea hapo, useme Mungu wangu ameshuka leo. Ama wengine wanataka wakiwa wanaomba, "Baba shuka juu." Usikie sauti imekwambia, "Mimi ndimi Mungu aishiye milele. Kuanzia leo maisha yako imebadilika." Bado. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Utaingia kwa maombi, Mungu akupee tu insight fulani, akwambie kuna mtu nitakutumia. Ni wewe utatiki, itakuteki kuwe majua, uelewe wale watu wote unapatana na wao. Ni wewe upime uelewe ni yupi ambao amekusudiwa kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani ambaye amekusudiwa?
Hapa nikiuliza, tuko na watu wengi hapo wamekaa na wakubwa hapa. Niko sure hapa miongoni mwenu kuna watu wamekaa na watu wako na mabiashara na leo una kazi. Na uko na rafiki kwa simu yako ako na kazi yake. Juu ya nini? Maybe unamuonelea huyu hawezi nisaidia, huyu hawezi nipea kazi mimi. Huyu hawezi niajiri. Yaani rafiki yangu hawezi. Hiyo ni kiburi. Maybe Mungu anataka kuajiri miezi 3-2. Kupitia miezi 2-3 Mungu afungue mlango. Bwana Yesu asifiwe. Lakini juu ya kiburi ama kutotambua Mungu anatumianga watu kubariki wengine. Bwana Yesu asifiwe. Unamisi muujiza wako hivyo. How I pray, hakuna yote kati yenu atamiss destiny connector wake. Bwana Yesu asifiwe. How I pray, hakuna yote kati yenu atamiss mtu yeyote amekusudiwa amuinue kwa jina la Yesu Kristo. Wacha wale Mungu amekusudia wakushike mkono kwa njia moja ama nyingine, wacha waanze kukupata kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine nataka tuelewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio ngumu kwa zote. Kwa hiyo ufalme, kutajirika si achievement. Kwa hiyo ufalme, kutajirika sio achievement. Bwana Yesu asifiwe. Si leo mtu akijenga nyumba analingianga watu. Ambia nimejenga. Na unasikia kana niko na gari sasa iko kwa lami, iko kwa lami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chinto. Kwa hiyo kutajirika si achievement. Bwana Yesu asifiwe. It's about surrendering na trust. Ukiona unatajirika kwa hii chinto, leo Mungu ameanzia kutrust. Acha usijidanganye tu unaona umebarikiwa ukaanza kusema ni wewe, ni bidii zako. Uongo. Hakuna achievement umeachieve hapo. Ni trust yako imegrow kwa Mungu akakutrust. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ambia mwenzako kubali trust yako ikue. Mwambie kubalia your trust grow kwa Mungu. 1 Corinthians 4 tu inasema hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. It's the matter of faithfulness. Shida ni nini siku ya leo? Wengi wetu hatuko faithful. Na huyu Mungu anadili na watu wako faithful. Bwana Yesu asifiwe. Inasema hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Ndio ukiona Mungu ameanzia kukubariki, ni eti kuna kitu ameanzia kuona ndani yako, you can be faithful. Lakini wengi wetu unabarikiwa unakuwa faithful siku kidogo 3, 4, 5, mwezi 2, miezi 3, mwaka mmoja. Faithfulness inapotea, unaingiwa na roho ya mazoea. Mambo inaharibika. Unaanza kusema roho za kwetu zimeamka. Zika wapi? Gani? Kwa faithful. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako aminika. Be faithful. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na kwa hii kingdom kuna keys za kuopen wealth.